KTN News. Get the whole story. Na mpenzi mtazamaji, ni siku ya 6 mwezi Machi mwaka huu 2023. Bila shaka ni siku mbili tu kabla ya maadhimisho rasmi ya siku ya wanawake kote ulimwenguni. Kenya itakuwa inaungana na wanawake wengine kuadhimisha siku hii, na bila shaka tunajiuliza, je, kama wanawake humu nchini Kenya tumepiga hatua gani, ikizingatiwa kwamba wiki jana Alhamisi Rais William Ruto alishikilia kwamba sasa atakuwa anaongeza ule mgao wa wanawake, na vile vile mtazamaji akagusia baadhi ya masuala yanayohusiana na wanawake, yakiwemo swala zima la ule mswada wa thuluthi mbili. Nitakuwa na kikosi hapa kwenye jukwaa la KTN mtazamaji, lakini kabla ya hapo wacha tuangazie hii taarifa ambapo Rais William Ruto Alhamisi iliyopita aliapa kuimarisha ufanisi wanawake nchini kwa kuwajengea masoko ya kufanya biashara, kuongeza mgao wa fedha wa mfumuko wa biashara wanawake, na kuhakikisha kwamba sheria thuluthi tatu inapitishwa bungeni. Baldino Aliaula na taarifa hiyo kwa kina. Siku ya wanawake duniani husherekewa tarehe 8 mwezi Machi, lakini humu nchini siku hii ilisherekewa Alhamisi tarehe 2. Rais Ruto akihudhuria sherehe hii alisema sheria thuluthi tatu itapitishwa bungeni ili kuwapa fursa wanawake zaidi kuchaguliwa. Nimeongea na wabunge wengi na hata wabunge wanaume wamekubali ya kwamba safari hii tutapitisha hii mswada kule bunge. I am confident that Parliament will reciprocate the pass the legislation on not more than 2/3 gender rule. Aidha, rais alisema anapania kuwainua kiuchumi wanawake kwa kuongeza mgao wa hazina za biashara na tendo sawazishi, na kurahisisha jinsi wanawake wanavyoweza kupata fedha kwa urahisi. Rais amesema soko zaidi zitajengwa ili wanawake wapate sehemu ya kufanyia biashara. Ile affirmative action fund ya kina mama iongezwe, na mimi nikakubali kutoka shilingi bilioni 2, nimesema hiyo fund iwe sasa shilingi bilioni 3 kila mwaka. Anweguru akihutubia wanawake walikongamana kusherehekea siku ya wanawake duniani, anasema wanawake wengi hawajayapa uzito matumizi ya teknolojia kipaumbele, na ni wakati wa wanawake kukumbatia teknolojia. Wito pia ulitolewa kwa Wakenya kupunguza uonevu mitandaoni dhidi ya wanawake. Gender inequality, particularly innovation, continues to persist. The exorbitant internet costs and the wage gap in this field that is still largely male-dominated are some of the challenges still impeding women from fully participating and benefiting in technology, which needs to be addressed by both levels of government. Further action is required to tackle the problem of online violence, which 38% of women in 31 countries said they had personally experienced. Kwa upande wake, naibu rais Rigathi Gachagua aliwasihi wanawake kupambania na kuwania nyadhifa za uongozi, kwani wakati ni wao sasa. Wamama, tunauliza nyinyi mpiganie nafasi yenu kwa serikali. Msikae nyumbani mngojee mletewe viti. Belden Waliaula, KTN News. Na asante sana mwanahabari mwenzangu Beldin Waliaula. Bila shaka mtazamaji, hiyo ni taarifa ambayo aliandaa Alhamisi iliyopita, ambapo baadhi ya wanawake walikongamana hapa jijini Nairobi katika matayarisho ya maadhimisho ya siku hii ya wanawake ambayo huadhimishwa kila mwezi Machi. Ndio wanawake, Jumatatu ya leo tunataka kulingamua swala hilo zima pamoja na hatua ambazo kama taifa tumepiga katika kuangazia masuala ya wanawake humu nchini. Hapa studioni tayari niko na Happy Alphonse, ni mkurugenzi wa shirika la MPI, yani Mathare Peace Initiative Kenya. Karibu sana. Asante. Naam, bila shaka kutoka studio zetu za Mombasa mtazamaji, nitakuwa na Maimuna Mwidau. Huyu ni mchanganuzi. Maimuna, wanipata kikamilifu? Jambo.
na kupata vizuri sana. Naam, karibu sana. Naam, bila shaka mtazamaji, na Bi Denita Gati, huyu ni aliyekuwa mbunge katika kaunti ya Migori, anajiandaa pia yeye, tutakuwa tunaungana naye hapa kulingamua swala hili zima. Mada ni siku ya wanawake ambayo tutakuwa tunaiadhimisha kesho kutwa. Mimi ni Cecilia wa Kesho Mathuva. Asante sana kwa kuungana nami mtazamaji. Moja kwa moja tunang'wananga kwenye mada hii. Bwana Alphonse, nataka tuanze na wewe manake uko karibu. Pengine tueleze, kuna haya maadhimisho ambayo mmepanga tayari hii siku ya Jumatano. Yes. Mmepanga nini? Tumepanga siku ya Jumatano tutakuwa tunasherekea siku ya wanawake duniani. Na tumepanga tutakuwa na activities mbalimbali za kuleta community pamoja ili tukaweze kusherekea pamoja siku ya wanawake duniani. Yes. Pengine unaposema kwamba ili wanawake waweze kusherehekea pamoja, imekuwaje? Kwa nini mkafikia? Unajua watu wanadhani siku ya wanawake pengine ni siku tu ambayo hatuoni sura za wanaume. Imekuwaje pengine mkafikia kwamba mwe na huo mpango, na pengine mtakuwa mnafanya maadhimisho haya wapi, kivipi? Okay, ningependa kusema ya kwamba nimefanya maadhimisho celebration haya for the last 11 years. Hii inaenda kuwa yetu ya 11. Na ninalo sababu kuu kwa nini nimekuwa nikisherekea kina mama. Kumbuka kina mama hawa ni wake zetu, kina mama hawa ni wasichana wetu, kwa sababu mimi pia ni baba wa msichana. Isitoshe pia kina mama ndio wazazi wetu. Na ninalo sababu kuu la kufanya nikaweze kusherekea siku ya kina mama, kwa sababu unakuta mali ninakotoka, ninaishi katika eneo la bunge la Mathare. Wamama haswa kabisa wameachwa nyuma kidogo. Isipokuwa saizi tunasherekea kwa sababu lazima kuwe na sababu gani tunasherekea yale hatua tumewezesha kupiga kama jamii ama kama wamama wanaoishi Mathare. Samahani, na mimi ni mwanaume, nimekuwa nikitetea haki za wanawake. Tumepiga hatua kiasi cha kwamba wanawake dhulma zimeanza kurudi chini. Sasa imefika wakati inatoka katika physical but inaingia katika mtandao. Tutakuwa tunagusia hilo. Yes. Tunagusia hilo. Nataka moja kwa moja tuelekee kwake Maimuna pale Mombasa. Maimuna, bila shaka unasikia hapa tukizungumza na Alphonse, anasema kwamba haya yatakuwa maadhimisho ya 11 kwao, mpango wao watakuwa wanaadhimisha. Tutakuwa na makundi mbalimbali yatakuwa yanaadhimisha. Wewe mwenyewe kutoka kule uliko Maimuna, sijui kama unadhani hii siku tu imekuwa tu desturi, inakuja tunaiadhimisha, lakini mwishowe tunarudi pale ambapo pengine tumekuwa, ama kuna zile hatua kweli tuweza jivunia tunapozungumzia hii siku? Asante wa Kesho. Nakubaliana na mwenzangu hapa kwamba tunapokuwa tunasherehekea siku ya tarehe 8 Machi kila mwaka, tunaangalia zile hatua ambazo tumeweza kupiga. Kila nchi inapiga hatua kivyake. Sasa hapa sisi tulioko Kenya tunaangalia, je, mwaka jana tulikuwa wapi na mwaka huu tuko wapi? Kama tumepiga labda hatua 2 mbele, ama kuna mambo ambayo hatujayafikia ambao malengo yake tulikuwa tunategemea labda tutayafikia mwaka huu, na kupanga mwaka ujao pengine ni hatua gani nyingine tutaweza kupiga. Na tukiangalia nyuma tutaona kwamba kweli tangu tupate uhuru kuna hatua kadhaa ambao tumeweza kupiga, na lazima tujisherehekee, tujifurahikie sote kama jamii, sio wanawake peke yake, kwa sababu inapokuwa wanawake wamepata fursa maalumu, tuseme usawa wa jinsia, tuseme fursa katika uchumi wa nchi na mambo mengine mengi na haki zao, hii inakuwa ni furaha kwa jamii nzima, kwa sababu sisi ni viumbe vya Mwenyezi Mungu kama wanaume. Kwa hiyo inapokuwa jinsia moja imedhoofika, inakuwa pia ni shida kwa ile jinsia nyingine, na jinsia moja inapokuwa imepata faida, na jinsia ya pili pia inafurahika. Kwa hiyo tunasherehekea pamoja kuangalia tumekwenda mbele kama wanadamu, tunaheshimiana, tunaweza kupata fursa kila mahali. Nafikiri ni njia kila mwaka ya kuangalia tumetoka wapi na tumefika wapi. So dakta kabisa. Naam, bila shaka, na ndio manake pengine Alphonse tukirudi kwako
tugusie ile taarifa ambayo ulikuwa umeiona imepeperushwa hewani awali, ilikuwa imeandaliwa na mwenzangu kwamba Alhamisi iliyopita tulikuwa na haya maadhimisho tunapojiandaa kwa hii siku ya wanawake. Wewe mwenyewe mlipokea vipi pengine kauli ya rais anaposema kwamba watakuwa naongeza hata zaidi mara 3 ule mgao ambao unapatiwa wanawake? Sijui wewe ulipokea vipi hisia kama hizo? Kwanza kwa upande wangu niliona ya kwamba imefika wakati ile hazina ya kina mama ile kidogo wamekuwa kipata kutoka serikalini, raundi hii litakuwa imeongezewa. At least kama ulikuwa unakopa kidogo kufanya biashara, saizi utakuwa unapata kiwango kingine. Ambapo ningependa pia kushukuru rais kwa sababu ameliongeza. Lakini nilikuwa na shida shida kidogo. Kwa sababu watu unapoangalia watu walialikwa pale KICC. Kama kunao wenye waliitwa kuwakilisha eneo duni mali na kutoka kitongoji duni la Mathare, basi walikuwa watu 2 ama 3. So swala hili haifikii wengi sana vile rais alivyokuwa akisema. So inabidi ni sisi wenyewe sasa turudi mashinani, tukazidi kuelezea kina mama, tukizidi kuelezea wanawake mashinani ya kwamba hivi ndivyo mpango ya serikali inavyoendelea. Kwa sababu utagree na mimi ya kwamba watu wanaopata nafasi kuenda KICC wengi wao si watu wa chini. Kwa sababu ili sisi tukaweze kutengeneza hii siku, tukaweze kucelebrate siku za kina mama, tulikaa chini tukaangalia kwamba we have 3 levels of women. Kuna wale wenye wako pale juu ambapo wakiitwa wataita klasi yao. Then kuna wadogo hapa katikati yenye pia watakuwa na kuwa mobilized na wale inategemea wanajuanaje na watu wengine. And then kuna mwanamke ako mashinani kabisa. Pale chini kabisa. Yeye ni nani anayemfikishia na anayemfikishia ujumbe? Ni nani anayemtambua ya kwamba yuko pale mashinani? Na ndiyo kwa sababu kwa miaka 10, huu ni mwaka wetu wa 11, tumekuwa tukicelebrate International Women's Day, tukijaribu kuleta jamii wanaokuwa pale chini. Na pia nashukuru kwa sababu hatufanyi peke yetu, tuko na partners. Kuna partners wameanza kuona sense ya kwamba watu wanapofanya hizi celebration KICC, then kuna mama huko chini, kuna mwanamke huko chini anastahili kupata huo ujumbe. So wamekuwa wakitusaidia kwa miaka 10 na huu ni mwaka 11. Na ningeweza kujulisha kwamba tuko over 30 organizations coming together organizing a sub-county celebration. Yes. Utakuwa unatueleza kina cha maadhimisho hayo. Naona mheshimiwa umewasili. Umetoka kwa Oga. Sijui mlikuwa mnafanya nini huko, pengine utatueleza kwa kifupi. Uchaguzi umekamilika pale, wamempata rais, japo kumekuwa na masuala hapa na pale. Lakini tunataka kugusia swala zima la maadhimisho ya wanawake ambayo ni kesho kutwa. Sijui kama we mwenyewe kule uliko wewe tumepiga hatua zozote ama tu ni desturi tu kwa kuja siku tunaiadhimisha halafu tunasonga mbele tena tuongoja tena siku nyingine mwaka mwingine? Asante Cecilia. Na ni vizuri kuwa hapa tena. Vile mwanzangu amesema nimetoka Nigeria. Vile umeongea nilikuwa nimeenda huko kama foreign observer, ile inaitwa international observer, election observer. Naam. Na shirika lile la NDI na IRI. IRI ni International Republican Institute na National Democratic Institute. Kwa hivyo tumekuwa karibu inchi kadhaa kama 20 tuki-observe elections za Nigeria. Na Nigeria ni Nigeria. Wajua Afrika ni Afrika pia. Ni Afrika tu. Kwa hivyo kitu ambacho tu ningesema tu ni kwamba generally ukiona vile Nigeria inavyo hata wakina mama wanavyojihusisha katika siasa ni duni sana. Ni mbaya. Na hiyo bado ina reflect kwetu. Sisi siwezi compare Kenya na Nigeria. Kenya tumejaribu. Lakini wakati nimekuwa Nigeria hizi siku zote nilikuwa nikitizama ile kuobserve elections za Nigeria, unapata kwamba wamama wengi Nigeria, despite the fact that Nigeria unajua ni nchi kubwa, economy yao ni kubwa, wamama ni wengi zaidi. Lakini ukikompare vile ambavyo matokeo yametokea, wamama wa Nigeria hawajafanya siasa kama sisi wa Kenya. Ukiangalia completely less than 4%, chini ya 4% hivi, ni ndio mama ambao wameingia katika viti tofauti. Compare sasa hiyo na Kenya. Acha sasa turudi nyumbani. Kenya sisi najua tumejaribu. Naam. In fact tumejaribu sana.
Na hiyo ningependa tu kusema kwamba sisi kama akina mama, mimi nimekuwa katika bunge na tumeweza kusukuma miswada kadhaa kama ya 2/3. Umekuwa ukiona kila wakati tunasukumana na 2/3 gender. Naam. Ili tuweza kuinua akina mama wanaoingia katika siasa. Lakini ukiangalia sasa tunavyosonga mbele regionally katika East Africa ama Eastern Central and South, Kenya tumejaribu. Hiyo siwezi nikakataa. Ukiangalia sasa hivi wamama walio katika bunge, for example, politically, katika bunge sasa hivi wale ambao nominatiwa na wale ambao wamekuwa elected, karibu 100 wamepita, in fact 100. Hawa mama katika Senate na National Assembly. Hata magavana wakiwa wamama 7 magavana, si hiyo ni jambo kubwa sana. Ni hatua. Imetoka wale watatu ambao walikuwa. Ukiangalia sasa hivi katika wale wamama ambao ni wabunge wa constituency, maeneo bunge wamefika 30 katika bunge sasa hivi. Katika 2017 tulikuwa nao kama 22 23. Unaona tunatengeneza steps, tunaita step by step, sio? Tunajaribu kusonga. Sasa mimi ningependa tu kusema kwamba wamama Kenya hii lazima tutaendelea kujivunia kwa sababu tunajaribu comparatively. Ukiangalia katika region ya Afrika, huwezi compare sisi na Rwanda na tunasonga hiyo ligi sasa. Rwanda tunasonga hiyo ligi ya Uganda, hata Tanzania wanajaribu. Mimi nimeweza kuzunguka Afrika Mashariki. Nimezunguka mpaka Europe. Nimeangalia vile tunafanya siasa yetu itasonga mbele kama tuko na hiyo tunaita ile intention ya president, for example, kupitia sasa hizi miradi ambazo anaongea kuhusu kwa mfano kuongezea kina mama ile hazina ya kina mama. Ili wakina mama, unajua ukiwa na hazina, ukiwa na fedha, ukiwa na pesa, hizo pesa ndio zinakusaidia hata wewe mwenyewe uweze kufanya nini? Kujitokeza kwa jamii yako na uweze kujitokeza kwa watu ukitafuta siasa. Waona? So sisi kama nchi, siwezi nikasema we are doing badly. We are actually doing well. Very well. We are doing very well. In fact, hata wamama tarehe 8 najua watakuwa na celebrate. Na tuta celebrate. Ukiangalia sasa hivi hii serikali ambayo ni ya Mheshimiwa Ruto, president, wamama ambao wako katika hii serikali yake hii, nafasi za uongozi kama CS, kama ministers, sidi kama 7 wa 8 hivi. Lakini hajafikisha ile 50%. Yeye mwenyewe alisema ni 50%. Na bado tunamhold to account. Lakini anajaribu. Na anajua tutamsukuma kwa sababu alisema kwenye kama hakusema hivyo. Si alisema hivyo? So sisi kama kina mama tunaenda ili tuweze kumsaidia aweze kutimiza ile ahadi yake ya 50%. Wale ambao tuko nao pale katika CS 7, I think ni 7 wa 8, amejaribu. Unaona? Hapo ni kujaribu. Out of the 22, unaona ile tunasanga 2/3, ile ya third at least alijaribu. Hapo ameingia third. Lakini bado ile 50% yeye ndiye alisema. Sisi tuko mahali, tunajaribu. Maimuna, pia nataka ugusie hili swala la haswa hiyo taarifa ambayo tuliangazia awali, huo mgao kuongezwa mara 3 zaidi. Maimuna, sijui kama unadhani pengine kumekuwa haswa na changamoto gani inayozingira hii fedha? Manake mara nyingi utapata alivyosema Alphonse awali, pengine ule ujumbe pale mashinani haujamfikia ule mama kufahamu kwamba iwapo anataka kuanza biashara basi anaweza kupata ile hela. Sijui kama wewe mwenyewe ulipokea vipi ile kauli, na je tutaizungumza alafu mwisho mama mmoja pale mashinani atakuja kufahamu vipi kwamba hizi pesa sasa ni rahisi kuzipata pengine? Cecilia, wajua huu mgao umekuepo kwa muda sasa. Na mara nyingi tunapokuwa tuko katika runinga ama kwenye maredio tukizungumzia masuala ya huo mgao, utakuta kina mama wanapiga simu wauliza huo mgao je wapatikana wapi? Mbona hatujausikia? Kwa hiyo imekuwa kuna changamoto kubwa ya kuwafikia wale wa kina mama ambao wako mashinani mara nyingi, kwa sababu kupata taarifa mashinani inakuwa ni shida. Na halafu ukiangalia ule mchakato mzima wa kutaka kupata zile fedha ulikuwa ni mchakato ambao una tabu, una masharti mengi sana, na kitambo zile fedha zimfikie yule ambaye ameomba inachukua muda mrefu sana. Kwa hiyo imekuwa ni jambo ambalo ni zuri, nia yake ilikuwa ni nzuri, lakini sasa kuweza kusaidia wale kina mama hasa wenye matatizo ambao wataka kusaidika ikawa ndio shida kubwa sana. Sasa mgao kuongezwa ni kwamba kuna wale ambao tayari walikuwa wamefadhilika na wakaonekana pengine kuna wengi zaidi
wanaweza kufadhilika. Tukiangalia huu mgao kwa mfano ule wa WEF, ulikuwa una mchakato ambao ni wa vikundi, lazima muwe kwenye vikundi ndio mufanye application, mufanyiwe training ndio muweze kuomba zile fedha. Sasa serikali imeamua kwamba itaifanyia urahisi kama vile walivyofanya Hustler Fund. Itapitia kwenye simu ya mtu mwenyewe binafsi na ataweza kuapply na kuzipata zile fedha kwa haraka, na bila kwenda kwenye kikundi ataweza kufanya biashara yake anavyoitaka. Kwa hiyo kuna mabadiliko hapa yamekuja mazuri ambayo yatakuwa na manufaa kwa kina mama ambao wako mashinani. Na kwa wale ambao pengine hawajaweza kutumia mitambo ya simu ya kisasa, watapata fursa ya kujifundisha na kuweza kupata mengi zaidi kupitia kwenye simu zao. Pengine Alphonse, tunapozungumzia huyu mama wa pale Mathare ambaye ndiye mnamkumbuka sana sana hii siku, umetaja vile viwango vitatu. Mada ya huu mwaka ni kuhusiana na teknolojia na jinsi ya kuitumia, kuwa mbunifu. Unadhani huyu mwanamke wa pale Mathare kwa mfano amepiga hiyo hatua? Anaweza katumia hii simu yake kupata hii hela kwa mfano ajisaidie, ama pengine kidogo pale kuna mushkil? Hapo ndivyo kuna changamoto kidogo. Na changamoto inalomkumba mwanamke wa huko chini ya kwamba simu wanazo. Si ati hawana, wanazo. Lakini utakuta ya kwamba percentage kidogo sana ambao wako active katika digitali. So utakuta mara mingi sana wanabaki nyuma katika mpangilio zingine. Lakini hata hivyo nasi wenyewe pia tuna mpangilio kabambe ya kwamba kuanzia huu mwezi kuna mahala tumetenga ambapo kina mama ule amejisikia kwamba angependa kutrainiwa kutumia simu kwa mfano, ama kutumia laptop ama kutumia kompyuta, watakuwa nakuja training for free. Na vile vile pia navyozungumza naye hivi, kunazo training ambazo zimekuwa zikiendelea ambao watoto wasichana wamekuwa kitrainiwa hapo tu Mathare kwetu. Wanatrainiwa kutumia mitambo, wanatrainiwa vile wanavyoweza kutengeneza mobile apps, ambapo tunasema ya kwamba tunaona hawa wasichana pia huwa wanatoka katika familia fulani. So watakuwa na uwezo mkubwa sana kusaidia wazazi wao. Yes. Mheshimiwa, pengine tunapozungumza, wewe ni mheshimiwa ambaye unatoka maeneo ya Kuria pale, na tunajua pia kuna zile mila, kuna zile desturi ambazo zinamkumba mwanamke pia maeneo yale, mtoto mchanga, ziko kadhaa. Tunapoangalia hii siku ya wanawake pengine, na tunazungumzia swala zima la teknolojia, matumizi ya teknolojia katika kuafikia ule usawa wa kijinsia katika jamii. Pengine kweli hili tutaliafikia, ama tumepita ngazi fulani tukakuja pale kwa dijitali? Pengine kuna changamoto ambazo ziko nyingi, pengine tuendelekea pale kwa dijitali, ama hili ni swala liko nasi hatuwezi tukaliepuka? Sisemi kwamba tumepita, ila tumedream. Tumedream haraka. Kwa sababu unaona, nimeona serikali imeanza kujaribu kufanya ile inaitwa ICT. Hiyo mheshimiwa wala anafanya nini hiyo? Kuconnect, connectivity hiyo, kujaribu kuconnect cities kuwe unaweza tumia mtandao, sivyo? Kwa hivyo maeneo mengi ambayo tunatoka, na hata sio Kuria peke yake, kila mahali. Wewe imagine mama Turkana, hata kwetu pale Taita, Pemba, sijui wapi. Teknolojia. Hii teknolojia yeye hata hana habari. In fact ni dream mzuri, na ni dream ambayo itatufanya tuweze kurevolutionize vile ambavyo tunafanya mambo. Lazima serikali invest kwa kufanya hiyo training. Unajua watu wengi pia ni maskini. Wamama hasa ambao wako wanahitajika kupata hizi hela, hizi pesa, nini ni wale maskini zaidi. Hawana simu. Ukiangalia simu nyingi ambazo tuna assume wako nazo ni zile za kabambe, zile ndogo zile. Kweli. Mama wa ushago wa nyumbani kabisa pale, atajuaje kwamba nitashika simu? Hata atanunua, ako na pesa gani ya kununua simu ambayo inaweza kumsaidia kushika? Angalia watu walio na ulemavu nchini Kenya hii. Hatujafikiria watu walio na ulemavu kwanza, jinsi ambavyo wanatumia simu zao ni vipi, ni teknolojia gani? Kwa sababu tunaangalia vitu kama hizo teknolojia za ku braille na nini za kusaidia watu walio na ulemavu waweze kutumia simu kabisa.
ili waweze kuaccess hiyo information ambayo tunasema tunataka kudigitize kila kitu. Lazima tuinvest kwa capacity building, lazima tuinvest kwa kutrain watu jinsi ya kutumia hata hizo simu ili watu wote waweze kufanya nini? Wawe sawa. Kwa mara mingi hii Kenya yetu watu wanaohitaji msaada wa serikali kama hizo hela vyombo tu teknolojia ni wale wako chini zaidi, vile mwenzangu Alphonse amesema. Wacha hawa wa lipstick, hawa wa juju, hawa wako na simu, wako na kila kitu ready. Wale wa chini tutawasaidia vipi kama kweli tuko na intention ya kusaidia wale wa mama pale chini waweze kuaccess hiyo teknolojia? Kwa hivyo mimi ninaona ministry hii ya ICT iko na jukumu kubwa sana ya kwenda mashinani. Wacha hii ya kuzunguka hii town. Hii town we don't need, hatuhitaji hivi. Mara mtandao nini? Hizo hatutaki town. Tunataka tuone Walo akiwa mashinani Kuria, akiwa mashinani Nyalugunga, akiwa mashinani huko Mombasa. Ili uweze kuconnect vizuri na sasa akisha connect, wapi hizi teknolojia, wapi hizi simu? Lazima tutafute namna ya kuzifanya zikuwe affordable. Ili watu wote hawa wa mama waweze kuzipata. Kwa mama kama huko akiwa pale Sibania border, akitaka kutafuta Women Empowerment Fund, eti labda uambiwe kwamba lazima utumie teknolojia hiyo ya simu. Yeye anajua nini? Ametrainiwa namna gani? Unajua kuna gap hapo sasa. Kuna gap hata kama tumedream sana, lakini hiyo gap sasa lazima dream itupeleke hapa chini kujua kwamba kuna watu ambao there is a missing gap somewhere, there is a missing link, ili wale wa mama zaidi waweze kuaccess fedha zao, waweze kujua kwamba lazima tukue katika vikundi, na hivi vikundi lakini vikuwe na watu wangapi, vikuwe registered, na wale maofisa wa serikali wa pale chini, wale wanaitwa district social service, sasa hao ndio mambo yote. Hao watu wasipo trainiwa sawa sawa na kwa change attitude yao vizuri, attitude pia unajua lazima ichange, iweze sasa kusaidia wale watu maskini. Wacha nikwambie kuna shida mahali. Unajua mimi nime interact na mama na nimejua mahali bisi ngapi iko. Pesa ziko. Ndio maana unasikia serikali inasema kwamba kwa nini, wacha nikuulize Cecilia. Wakati wanapoleta hiyo inaitwanga nini? Hiyo kusema kwamba wanataka ku research. Wanafanya research, wanasema wamama wa Kiambu wamechukua bilioni 5. Wamama wa kutoka Hispania wako na hata hawajafika hata nusu milioni ujue. Ni gap iko hapo in terms of capacity building. Kwa nini hawa mama wa hapa wapata pesa mingi hivi and yet it is the same money ambayo wale ambao wako Nyalugunga ama Keanja pale mimi natoka waweza mbona hawa wapati? Meaning that hawa ofisa wa serikali hawajafundishwa sawa sawa, ama hawana hiyo capacity ya kuambia kina mama pesa imeingia, leta makaratasi, tengeneza vikundi, hii ABCD. Hapo shida iko. Ambapo ndio manake tuko hapa kama siku ya leo kuzungumzia swala hili. Naam, bila shaka mtazamaji, ni kikosi kizima hapa tukiliangalia swala zima la siku hii ya wanawake ambayo huadhimishwa kila mwezi Machi. Itakuwa tarehe 8 na tunataka kuangazia pengine kama taifa tumepiga hatua zipi, na yeye anavyosema Mheshimiwa Denita Gati hapa, huenda ndoto saa zingine inakuwa kubwa sana, lakini chunga usije ukaachwa nyuma kwenye hiyo ndoto. Nataka tuelekee mapumzikoni, tukirudi vile vile nitakuwa naangazia swala zima la zile hatua ambazo tumefika kwenye huu mswada wa jinsia kama taifa. Bunge vile vile liko na jukumu. Tumeona Rais William Ruto vile vile ametia kauli yake kwenye swala hili zima. Je, tumefika wapi? Tuelekee mapumzikoni.